Karibu. Shikamoo mzee. Karibu. Sijaje hapa kwa ukarimu. Nimekuja kuzungumza kuhusu mwanangu. Ulimpa ahadi za maisha. Leo amebaki na ujauzito peke yake. Huo ndio wanaume? Mzee, bado sijui kama mimba ni yangu. Ukizungumza hivyo unaonyesha huamini hata maisha ulioishi naye. Naomba muda wa kufikiria basi mzee wangu. Muda unaouomba mwanangu anaumia nao kila siku. Amani, ni kweli hayo? Mama, mambo yamekuwa magumu. Kama mtoto ni wako, usikimbie wajibu. Mwanaume hupimwa kwa vitendo, si kwa maneno. Usisikilize wazee, Amani. Ukikubali leo, kesho watakuletea matatizo mengine. Lakini hata mama yangu amesema nikubali wajibu kama ni wangu. Sasa huyo si mama, huyo ni mama. Hatasema hivyo, wewe fikiria maisha yako. Mwanangu, nimefurahi kukuona umesimama tena. Mama, unajua nikimsubiri Amani nitapoteza maisha yangu. Lazima nipambane kwa ajili ya mtoto wangu hapo baadaye. Ikiwa ni usiku, Amani anakaa peke yake akitazama picha yake na Neema kwenye simu. Anataka kumpigia simu. Ghafla simu yake inaita. Ni namba isiyojulikana. Na kisha anapokea. Hello. Habari. Nazungumza na Amani. Kuna jambo muhimu sana kuhusu Neema. Tafadhali fika hospitali haraka. Amani anasimama kwa mshtuko. Ni nini kimemtokea Neema? Je, huu ndio mwanzo wa mabadiliko ya Amani au amechelewa? Usikose episodi ya 5. Kwa nini mimi? Kila ninapokaribia kufanikiwa kuna kitu kinaharibika. Kwa nini maisha yangu yamekuwa hivi?